Katika somo la juma hili tunazungumzia upendo wa haki wa Mungu. Na fungu letu ni Yeremia 9:24 ambayo inasema kwamba bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba aninafahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana. Nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi inapendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Katika mashariki ya karibu ya kale, miungu ya mataifa haikuwa tu vigeuo miovu isiyotabirika, bali iliamuru uovu kama kafara ya watoto. Na hata wakati huo umma wa wapagani haukutegemea kupata fadhila toka kwao, na kwa hiyo hawakuthubutu kuvuka miungu yao ya kikabila. Kwa hivyo mpendwa, kwa mujibu wa Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 17, nyuma ya miungu hiyo kulikuwa na mapepo na aina zao za ibada zilikuwa kwa ajili ya kuwanyonya, zikawaacha watu katika giza kuu la kiroho na kimaadili. Ninayozungumzia ni yapi? Mungu wa Biblia, ndugu, ni tofauti kabisa na nguvu hizi za mapepo. Namaanisha kwamba Yahweh ni mwema na tabia yake haibadiliki. Na ni kwa sababu tu ya wema dhabiti wa Mungu kwamba tunaweza kuwa na tumaini lolote sasa na hata milele. Kinyume kabisa basi na miungu ya uongo, ulimwengu wa kale na hata kwa miungu ya kisasa ya leo, vile vile Yahweh anasikitishwa sana na uovu, mateso, udhalimu na uonevu, vyote ambavyo anavishtumu kwa udhabiti. Na muhimu zaidi ni kwamba siku moja atavikomesha pia. Kwa hivyo tunapoanza mwongozo wa kujifunza Biblia juma hili, ningependa kukukaribisha tunapozungumzia upendo wa Mungu wa haki. Na tunaposema kwamba upendo na haki, katika maandiko yote mpendwa, upendo na haki vinaenda pamoja. Upendo wa kweli unahitaji haki, na haki ya kweli vile vile inaweza kutawaliwa na kudhihirishwa kwa upendo tu. Najua kwamba hatujazoea kufikiria dhana hizi mbili zikiwa pamoja, lakini hiyo ni kwa sababu tu upendo na haki vimepotoshwa sana na wanadamu. Katika ulimwengu wa kisasa, dhana hizo mbili zinaonekana kwamba hazitaweza ama hazitakuwa pamoja. Ukisoma mpendwa maandiko Zaburi, Yeremia 33 ya Zaburi, Isaya 61, Yeremia hiyo 9, Zaburi 85 na hata 89, maandiko haya yote tunayosoma ni kwamba yanafafanua jinsi Mungu anavyojishughulisha na haki. Kwa hivyo mpendwa, maandiko haya yanasema dhahiri kwamba Mungu anapenda haki. Soma Zaburi 33 mstari wa 5, Isaya 61 ni kwamba Mungu anapenda haki. Na katika maandiko dhana za upendo na haki zinaunganishwa kwa njia isiyoweza kutenganishwa. Upendo wa Mungu na haki ya Mungu vinakwenda pamoja, na anashughulika sana kwamba uadilifu na haki vitendeke katika ulimwengu huu. Basi kwa sababu nzuri, manabii mpendwa wanalaumu kila aina ya udhalimu, ikijumuisha sheria zisizo za haki. Tunasoma kuhusu mizani ya uongo, udhalimu na uonevu wa maskini na wajane au mtu yeyote asiyejiweza. Ingawa watu wanafanya maovu kwa udhalimu mwingi mpendwa, na tunasoma kwamba Mungu ndiye daima atendaye wema na hukumu na haki katika nchi. Mstari wa 24 Yeremia hiyo 9. Kwa hivyo katika maandiko mpendwa, maandiko yote, wale waaminifu kwa Mungu wanatazamia sana hukumu ya Mungu kama jambo jema sana, kwa sababu hukumu hiyo inaleta adhabu dhidi ya watenda maovu na wakandamizaji, na inaleta haki na ukombozi kwa wahanga na udhalimu kwa uonevu. Kwa kweli mpendwa, basi unaposikia kwamba uadilifu na haki, hiyo ndiyo msingi wa serikali ya Mungu mpendwa. Serikali ya Mungu ya upendo yenye adili
ni yenye haki na uadilifu, tofauti kabisa na serikali potovu za ulimwengu huu ambazo mara nyingi hufanya udhalimu kwa faida binafsi na mamlaka ya kibinafsi. Katika Zaburi 85 mstari ulikuwa ni wa 10. Mpendwa katika Mungu, fadhili na kweli zimekutana, haki na amani zimehusiana. Na Mungu anaweka wazi mpendwa kile anachotarajia kutoka kwetu sisi wanadamu. Mika 6 mstari wa 8 anasema kwamba mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Kwa hivyo mpendwa, ikiwa kuna kitu chochote tunachopaswa kuakisi katika tabia ya Mungu, upendo, haki na rehema vinavyotokana nao mpendwa, ungekuwa ndicho kiini kwetu. Sijui kwamba ni mifano gani ukiona katika swali lako la mwisho hapo siku ya Jumapili wanaofuata siku, ni kwamba ni mifano gani hata sasa na haki ya kibinadamu inayopotoshwa. Basi anasema kwamba tunawezaje kupaza sauti kwamba haki kamilifu ya Mungu ije siku moja. Katika sehemu ya pili tunasema kwamba Mungu ni mwema na wa haki kabisa. Mungu ni mwema na wa haki kabisa. Mpendwa, Mungu hadai tu kupenda haki na kuwataka watu kupenda na kutenda haki, lakini Mungu mwenyewe kikamilifu na kwa udhabiti anaonyesha kwamba kwa mfano sifa hizi anazionyesha na kuzidhihirisha. Maandiko mpendwa yanafundisha kwamba Mungu ni mtakatifu kabisa. Mungu ni mwaminifu na mwenye haki na mwenye upendo. Kwa hivyo Mungu daima hufanya kile tu kilicho cha upendo, kilicho cha uadilifu na kile ambacho ni cha haki. Yeye kamwe hafanyi uovu wowote. Nikupeleke katika Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 4 na Zaburi 92 mstari wa 15. Haya hizi mpendwa na zingine nyingi zinatangaza kwamba Mungu ni mwenye haki na mwenye upendo. Maana Zaburi 92 mstari wa 15 inasema kwamba ndani yake hamuna udhalimu. Kwa hivyo ukilinganisha na Zaburi 25 mstari wa 8 na 129 mstari wa 4, Mungu hatatenda uovu. Kila asubuhi hudhihirisha hukumu yake, wala hakomi, na bali mtu asiye haki ajui kuona haya. Hiyo ni Sefania 3 mstari wa 5. Mpendwa, nataka utazame tofauti ya moja kwa moja ya tabia ya Mungu juu ya nadhiri ya ile ya wale wanaopenda udhalimu na ile Mungu ambayo tumesoma hapo awali. Mungu anajua kilicho bora kwa kila mtu. Anamtakia kila mtu kilicho bora na anafanya kazi daima kuleta matokeo bora zaidi kwa wote wanaohusika. Sijui unaposoma kitabu cha Zaburi 9:7-8, 145 mstari wa 9 hadi 17, sijui inakufundisha nini kuhusu huyu Mungu tunayemzungumzia. Katika Zaburi 7:11 inasema kwamba Mungu ni mwamuzi mwenye haki. Kwa hivyo na hata kaa na mtu mwovu, ni mstari wa 4:5-4. Kama vile Yohana wa kwanza 1:5 mpendo inatufundisha ni kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamuna ndani yake. Kwa hakika Mungu si mwema kikamilifu tu, bali kulingana na Yakobo 1:13 anasema kwamba Mungu hawezi kujaribiwa na maovu. Kwa hivyo unapolinganisha na Habakuk 1:13, katika haya yote wema na utukufu wa Mungu vimeunganishwa pasipo kutenganishwa. Wakati wengi wanaabudu mamlaka, Mungu ana mamlaka yote. Naona mtu akipewa mamlaka kidogo anaanza kuyaabudu. Lakini ni kwamba Mungu ana mamlaka yote, lakini yeye anatumia hayo mamlaka yake kwa njia za haki na njia ya upendo tu. Si kwa nasibu kwamba Musa alipomuuliza Mungu katika Kutoka 33 mstari wa 18 na 19 anasema kwamba unionyeshe utukufu wako. Mungu alijibu kwa kusema nitapitisha wema wangu wote mbele yako. Hapa sijui kwa nini Mungu mwema mpendwa namna hii anaruhusu basi
uwepo uovu mwingi ulioko katika ulimwengu huu. Hayo ni mambo ambayo tumejiuliza wakati mwingi, lakini vile ambavyo ameambia Musa kwamba atapitisha wema wake mbele yake. Kabla nitamatishe, nisungumuze kuhusu tabia ya Mungu isiyobadilika. Unaposoma Malaki 3:6, Mungu anatangaza kwamba mimi Bwana sina kigeugeu. Wakati ambapo wengine wanasoma sehemu hii ya aya mpendwa na kuchukulia kuwa ina maana kwamba Mungu habadiliki kwa namna yoyote ile, sehemu iliyosalia ya aya ambayo watu wengi hawaisomi na muktadha wake wa karibu vinaonesha kwamba kutobadilika kwa Mungu kunakothibitishwa hapa ni kwamba ni kutobadilika kwa Mungu kimaadili. Unamaanisha nini? Kwa hivyo hii sehemu ambayo imesalia ya aya inaonyesha kwamba Mungu anaweza kubadilika kimahusiano. Kwani Mungu anasema ndiyo, maana nyinyi hamkuangamizwa enyi wana wa Yakobo. Na katika aya inayofuata anasema kwamba Mungu anawatangazia watu wake kwamba, mstari wa 7, nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi. Kwa hiyo mpendwa, Mungu anaingia katika mahusiano yanayoweza kuvunjika na kurejeshwa tena na tena na viumbe wake. Lakini kupitia mahusiano hayo yote mpendwa, ya kuvunjika na kurejeshwa tena na tena, na kupitia kila kitu kingine, tabia ya Mungu ni thabiti. Hili pia ukisoma katika linathibitishwa Yakobo 1:17 inayotangaza kwamba kila kitolewacho kilicho kamili kutoka kwa Mungu ambaye kwake hakuna kubadilika. Kwa hivyo tunasoma kwamba Mungu si chanzo cha uovu. Hapa na kwingineko maandiko yanafundisha tena na tena kwamba tabia ya Mungu haibadiliki. Kwa maneno mengine, Biblia inafundisha kwa udhabiti kwamba Mungu hawezi kubadili ama kubadilika kimaadili. Na maanisha nini? Hata hivyo mpendwa, Mungu anaweza na anaingia katika uhusiano halisi na viumbe ambao Mungu huwaitikia, lakini daima kwa upendo na haki. Usome Timotheo wa pili 2:13, Tito 1:2, Waebrania 6:17-18, uone kwamba maandisho hayo yanakufundisha nini juu ya Mungu. Tunasoma kwamba Mungu hawezi kujikana mwenyewe. Mungu kamwe hadanganyi na ahadi za Mungu hazivunjiki. Kwa hivyo tunaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu wa Biblia ni Mungu yule Mungu ambaye katika Kristo alijitoa kwa hiari na kwa ajili yetu pale msalabani. Yeye Mungu anayeweza kutumainiwa na bila shaka kusitasita na bila shaka na kusitasita, na tunaweza kuwa na ujasiri na tumaini wa wakati ujao, kwa sababu kama Waebrania 13:8 inasema kwamba Yesu Kristo yule jana na leo na hata milele. Unawezaje kujifunza kutumainia wema wa Mungu hata katika wakati ambao mambo yameenda vibaya sana katika maisha yako? Unasema kwamba mambo ni mabaya, sitaweza kumtumainia Mungu. Taswira ya Mungu mpendo msalabani inafanya nini ili kukusaidia wewe kujifundisha kuamini wema wake? Nataka kutamatisha, lakini katika lesoni yako siku ya Jumatano inazungumzia kwamba ni Mungu anayeghairi. Kwa hivyo, je, Mungu anaweza kughairi? Tumeona kwamba tabia ya Mungu haibadiliki kamwe. Hata hivyo, baadhi ya maandiko ya Biblia yanazungumzia Mungu kama anayeghairi au anayetuliza hasira. Angalau kwa wanadamu, kutubu kughairi kunahusisha kutambua kwamba mtu amefanya jambo baya. Basi kwa namna gani tunazungumzia baadhi ya aya za Biblia zinaweza kumueleza Mungu kama Mungu anayeghairi? Na kukumbusha juma iliyopita tuliyosoma kuhusu kughairi kwake Mwenyezi Mungu. Katika Kutoka 32 mstari wa 14 na ulinganishe na Yeremia 18 mstari wa
4 hadi 10. Sijui unaelewa namna gani hii dhana ya kughairi kwa Mungu. Lakini katika aya hizi na zingine nyingi, Mungu anaelezewa kama anayeghairi hukumu na kuitikia toba fulani au kuomba kwa watu. Mungu anaahidi kwamba ikiwa watu watageuka kutoka katika uovu wao, atageuka kutoka katika hukumu aliyoipanga. Kwa hivyo kugeuka kwa Mungu, kuleta hukumu kwa kuitikia toba ya wanadamu, ni mada ambayo iliyoenea pote katika maandiko, na tulisoma juma lililopita. Ukisoma Hesabu 23 mstari wa 19, Samueli wa kwanza 15:29, maandiko haya yanatufundisha kuhusiana na iwapo Mungu anaghairi au kujuta. Lakini unapoenda kwa undani unasema kwamba haya hizi zinatangaza dhahiri kwamba Mungu si mwanadamu hata ajute. Hiyo ni Samueli wa kwanza 15:29. Na Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata alifikiriza. Hesabu 23 mstari wa 9 inasema mambo hayo. Kwa hivyo ukisoma kwa kuzingatia aya zingine, maandiko haya hayawezi kuchukuliwa kumaanisha kwamba Mungu haghairi hata kidogo, lakini badala yake yanawasilisha ukweli kwamba haghairi au kujuta. Kwa njia hii mpendwa, inaeleza kwamba si ile njia binadamu hufanya. Badala yake Mungu daima anatimiza ahadi zake, na wakati atabadili uelekeo katika kuitikia toba ya mwanadamu, yeye daima anafanya hivyo kwa kupatana na wema wake na neno lake. Kwa hivyo Mungu hughairi hukumu kwa kuitikia toba, hasa kwa sababu tabia yake ni njema, tabia yake ni ya haki, tabia yake ni ya upendo, na tabia yake ni ya rehema. Kwa hivyo mpendwa, ni nini umuhimu wa maelezo ya Biblia ya kughairi kwa Mungu? Hili linawasilisha nini kuhusu udhabiti na tabia ya Mungu, pamoja na ukweli kwamba Mungu anaingia katika mahusiano ya kweli yenye mafanikio ambayo kwa hakika yanaleta tofauti kwake. Kwa hivyo hadi tamati siku ya leo mpendwa, nataka kuzungumza neno linalosema kwamba shika sana upendo na haki. Maandiko yanafundisha kila mara kwamba Bwana Mungu wenu ndiye Mungu mwaminifu, ashikaye agano lake na rehema zake kwao wampendao, na kushika amri zake hata vizazi 1000. Kumbukumbu la Torati 7 mstari wa 9. Kwa hivyo mpendwa, tabia yake ya wema na upendo inadhihirishwa kwa kiwango kikubwa na Yesu pale msalabani. Soma Warumi 3:25 na 26, hata Warumi 5 mstari wa 8. Kwa mujibu wa Zaburi 100 mstari wa 5, inasema kwamba kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi, vizazi na vizazi. Ukilinganisha na Zaburi 89 mstari wa 2, nataka kutamatisha ikisema kwamba hivyo Mungu anaweza kutumainiwa, anatoa tu zawadi nzuri kwa watoto wake. Kwa hivyo katika Yakobo 1:17 ukilinganisha na Luka 11 mstari wa 11 hadi 13, kwa hakika Mungu watendea mambo mema hata wale wanaojiweka mahali pa maadui zake. Mpendwa, sijui kwamba ukisoma Mathayo 5 mstari wa 43 hadi 48, hili linakufundisha nini kuhusu upendo wa ajabu wa Mungu? Tunapaswa kuwatendeaje wengine kulingana na mafundisho haya ya Yesu? Hiyo Mathayo hiyo 5 inaeleza upendo wa Mungu kama upendo mkamilifu. Upendo usio mkamilifu ni upendo unaopenda wale tu wanaokupenda. Huo sio upendo mkamilifu. Lakini Mungu anawapenda hata wale wanaomchukia, hata wale wanaosimama kama adui zake, yeye huwapenda. Kwa hivyo ni kusema namna gani? Upendo wake ni kamili, kwa hiyo ni mkamilifu. Ingawa upendo na rehema za Mungu mpendwa vinapita kwa mbali, matarajio yoyote ya kimantiki, yani kimantiki tunasema kwamba kamwe haupuuzi au kupinga haki. Kinyume chake unaleta haki na rehema pamoja. Tulisoma Zaburi 85 mstari wa 10.
Kadhalika Biblia inatuhimiza ikisema katika Hosea 12 mstari wa 6 kwamba shika fadhili na hukumu, ukamngojee Mungu wako daima. Kama toleo lingine mpendwa linavyoliweka ni kwamba shika sana upendo na haki. Basi ukisoma hayo ulinganishe na Luka ile 11 mstari wa 42. Hatimaye Mungu mwenyewe ataleta haki kamilifu. Usome Warumi hiyo 2 mstari wa 5. Na inafundisha kwamba hukumu yake ya haki itafunuliwa. Hatimaye waliokombolewa wataimba, ni makuu na ya ajabu matendo yako Bwana Mungu Mwenyezi. Ni za haki, ni za kweli njia zako mfalme wa mataifa. Ni nani asiyekucha Bwana na kulitukuza jina lako? Kwa ukisoma mpendwa, wanaendelea kusema kwamba kwa kuwa wewe peke yako mtakatifu, kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako, kwa kuwa matendo yako ya haki yamekwisha kufunuliwa. Kwa hivyo hiyo ni Ufunuo 15 mstari wa 3 na wa 4 ukilinganisha na 19 mstari wa 1 na wa 2. Asante sana. Kwa hivyo Isaya nayo 25 mstari wa 1 inasema, Bwana, wewe Mungu wangu, nitakutukuza na kulimidi jina lako, kwa kuwa umetenda mambo ya ajabu, mashauri ya kale kwa uaminifu na kweli. Sijui tunawezaje kujifunza kumsifu Mungu hata katika nyakati mbaya? Ni kwa njia zipi maisha yako mwenyewe yanaweza kutoa sifa kwa Mungu kwa njia inayoendeleza haki katika eneo lako la ushawizi? Kwa hivyo mpendwa, maneno haya mawili tumepata kwamba kwake Mungu yanapatana. Katika kitabu kinaitwa God's Love for Man, upendo wa Mungu kwa wanadamu, ukurasa wa 9 hadi ukurasa wa 15 katika kitabu kinaitwa Steps to Christ, inasema kwamba neno la Mungu linafanua tabia yake. Yeye mwenyewe ametangaza upendo wake na huruma zake, sizivyo na kikomo. Musa alipoomba, nionyeshe utukufu wako Bwana, Mungu alijibu kwamba nitapitisha wema wangu wote mbele yako. Yale tulimesoma hapo juu. Kwa hivyo huu ndio utukufu wake. Bwana akapita mbele ya Musa akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi. Hayo maneno yananukuliwa kutoka kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 6 na wa 7. Na ukisoma Yona 4 mstari wa 2, Mika 7:18 unapata kwamba yeye si mwepesi wa hasira, ni mwenye fadhili, na kwa sababu ufurahia rehema. Kwa hivyo mpendwa, Mungu amefunga mioyo yetu kwake kwa ishara nyingi mno mbinguni na duniani, kupitia vitu vya asili na uhusiano wa kina na wenye upendo zaidi wa duniani unaogusa mioyo ya wanadamu kwa kiwango cha juu. Ametafuta kudhihirisha kwetu. Lakini vitu hivi mpendwa, vinauwakilisha upendo wake kwa namna yenye dosari, yani yenye ambayo haijakamilika. Ingawa ushahidi huu wote mpendwa umetolewa, adui wa wema alipofusha fikra za watu, hata wakamtazama Mungu kwa hofu. Walimdhania kuwa ni mkali sana na asiyesamehe. Shetani aliongoza wanadamu kumfikiria Mungu kama nafsi ambayo sifa yake kuu ni haki isiyo na huruma, ambaye ni hakimu asiye na huruma, mwiya mkali mwenye shuruti. Alimuelewa muumbaji kama anayetazama kwa jicho la wivu na kuona upotovu na makosa ya wanadamu ili apate kuwahukumu. Ilikuwa ni kuondoa uvuli huu mpendwa wa giza kwa kufunulia ulimwengu upendo usio na ukomo wa Mungu, kwamba Yesu alikuja akaishi kati ya wanadamu. Hayo nimesema kwamba unayapata katika Steps to Christ ukurasa 10 na 11.